za kumtumikia Mungu bila kusudi. Amen. Huyu kuhani anaitwa Eli alikuwa amechaguliwa na Mungu, alikuwa ameteuliwa na Mungu. Mungu akamwahidi ya kwamba atatembea mbele zake miaka yake yote na familia yake. Lakini makosa yaliyofanywa wakati wa kuhani Eli ni haya. Eli alitumikia Mungu vizuri, lakini hakuandaa new generation. Bwana asifiwe. Papo hapo akapoteza nia nzuri ya kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba ilifika wakati kizazi chake kikaanza kudharau dhabihu zilikuwa zinatolewa kanisani. Ilifika wakati watoto wake ambaye kwa ameombea kwa makuhani wakaanza kulala na maasha kanisani. Ilifika wakati watu kanisani wakaanza kumucha Mungu, uasi wa Mungu kaondoka. Haleluya! Ndiyo Mungu akaapa, akasema nilikuwa nimeapa, nikasema utatembea mbele zangu pamoja na kizazi chako, kwa sababu nimekuchunguza nikaona hamuna nia nzuri ya kunitumikia. Hilo jambo nilikuwa nimeongea iwe mbali nami. Sikia. Sikia. Haleluya. Eli, shida yake ya kwanza, Biblia ukisoma Samueli wa pili, Samueli wa kwanza chapter 2 verse nadhani 12, mtasoma kwa nyumba, andika, lakini nadhani mstari wa 12 ukisoma hapo. Amen. Utapata Eli hakuwahi kuwafundisha watoto wake kumwogopa Mungu. Eli watoto wake hakuwahi kuwafundisha kumwogopa Mungu. Eli sijui ni nini limuingia, lakini ukisoma historia yake, wakati wake alimtumikia Mungu, lakini wakati alizeeka akaanza watoto wake akaanza akawapa kibali ya kusimama kwa madhabahu. Hakuwafundisha kufanya nini? Kumwogopa Mungu. Haleluya. Saa hii watoto tunaongelea ni watoto wa kiroho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama kanisa hatufundishe hawa washirika kumwogopa Mungu, siku moja Mungu anaweza kufuta hiyo kitu.